Usiku ulikuwa mnene na kijiji cha Mbeya kilitulia tuli. Upepo baridi wa milimani ukivuma kwa siri kupitia nyufa za milango. Katika giza lile, hapakuwa na sauti nyingine isipokuwa mlio wa mbali wa bundi na kishindo cha moyo uliokuwa ukidunda kwa kasi. Ghafla, kivuli kirefu kilitokea kwenye ukuta wa nyumba ya zamani ya Sido. Hakikuwa kivuli cha mtu wa kawaida. Kilikuwa kimepinda, chenye vidole virefu kama matawi ya mti aliyokufa. Mlango wa mbao ukaanza kutoa sauti ya kukwaruzwa, chakacha, chakacha, kana kwamba kuna kitu kinajaribu kutafuta njia ya kuingia ndani. Ndani ya chumba kile, kijana mmoja alikuwa amejikunyata, akishika pumzi yake. Alikumbuka hadithi za kale za mapepo yanayozunguka usiku, lakini hakuamini mpaka sasa. Mwanga wa mwezi ulipopenya kupitia dirishani, aliona macho mawili ya kijani yakimkodolea kutokea kwenye kona ya dari. Hayakuwa na kope na yalikuwa yakikaribia kwa kasi bila kutoa sauti. Huku akitetemeka, alinyosha mkono wake akitafuta taa ya simu yake, lakini mkono baridi na wenye unyevu ulimkamata mkono wake kwanza. Sauti nzito, kama ya mtu anayesage mawe, ilimnong'oneza sikioni. Ulikuja hapa kutafuta hadithi. Sasa wewe ndiye utakuwa hadithi yenyewe. Kabla hata hajapiga kelele, mwanga wa mwezi ulifunikwa na wingu zito na kijiji kizima kikabaki kwenye ukimya wa kutisha, kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea. Asubuhi ilipofika, mlango ulikuwa wazi na ndani hapakuwa na mtu, isipokuwa alama moja ya viganja vya damu vilivyokuwa vimeandikwa Dayo Midian.